mpaka sasa hivi hayo ya kuondoa adui yamepotea kwenye, wanayaongea, watayasema, lakini hayana nguvu tena ndani yao. Na walichokifanya sasa M23, sikilizeni, baada ya kufanya attempt ya lile shambulizi la kwanza walilofanya toka wameweka ngome pale Nyangezi, tupigane tubomoe, wakashindwa. Hawatapigana tena hivi karibuni. Wameacha wazalendo ndani ya distraction. Lakini watakachokifanya sasa, Nyangezi itabaki vile, vikosi vilivyopo pale Nyangezi vitapunguzwa au vitaondolewa, watabaki wachache sana, na hata hivyo wameshabaki wachache. Wanaondolewa usiku, watu msijue, sio vile wanavyopitaga mchana kama defilimu wazoee. Wakipita tunawaonaga, wale wanakuwa sio askari, ni watu wa maonesho, defile, ili kuleta paniki. Lakini wale wanaopangiliwa vita vya kwenda kukonka, vita vya kwenda kushinda, wanahamishwa usiku msijue. Sasa vikosi vya Nyangezi vinatoka Nyangezi, wanabaki wachache. Sasa mtasikia sasa ghafla M23 imeshuka Baraka, imeshuka Fizi. Manake watashusha mashambulizi ambayo wale wazalendo walioko kule hawatakuwa na uwezo wa kuwazuia. Sasa mnapokuwa Uvira, hesabu za kwenda Nyangezi au kwenda Bukavu zinakuwa zinaisha ndani ya wazalendo. Wanaanza kuangalia sasa, mbona wamefika Baraka, wamefika Fizi, tunafanyaje? Akili za wazalendo waliopo kule Nyangezi, wazalendo walioko kule kule Ruzizi na kule kungine, akili hazitaenda tena twende kupiga, twende Bukavu. Akili zinakuja sasa, twende Fizi kuwaondoa Fizi, twende kuwaondoa Baraka, tuwapandishe. Itakuwa sasa sio tuwatoe Minembwe, sasa inakuwa tuwapandishe Minembwe. Wakati wako Minembwe, akiwa anasema tutawatoa pale Minembwe, ila watakapofika Baraka sio tena kuwatoa Minembwe, ila tuwatoe Baraka. Wanatoka tena vikosi vingi kutoka Uvira, teritoria ya Uvira, tena vitaanza kurudi wapi? Fizi. Na wakati huo sasa ndipo ambapo M23 itachunganisha wale wa politisie ambao wameshakuwa wa M23 bado wako kimya hivi. Baada ya hapo ndio watajitokeza kama wao ni wazalendo. Wale wa politisie wa Babembe na wazee wa Wabembe wataanza kulaumu mzee William Amuri ya Kutumba ambaye yuko Plaine de Ruzizi kwamba umeenda kufanya nini huko? Umeenda kutetea kwa wenzenu wa Fuleru na Wavira, na kwenu umeacha wazi, ona sasa kumekamatwa. Wewe ni pumbavu. Watamtukana na baadaye watasema ni msaliti. Alafu Amuri William ya Kutumba kuwepo kwake Plaine de Ruzizi kutakosa maana ya kuwepo, kwa sababu Fizi kumekamatwa na Baraka. Itabidi kweli na yeye ajione kweli ninafanya nini hapa, ninalinda sasa nini. Sasa watakuwa pia wanatoka Baraka kujielekeza Uvira, na wakati huo wengine wanatoka huko Baraka kuelekea wapi? Kalemi. Wakati huo Minembwe imeshashuka. Sasa kuwepo pale Uvira na kujidai tumefunga mipaka inakuwa lugha ya watoto, haina maana. Hicho ndicho kitakachotokea. Sasa walioko Plaine de Ruzizi wanaanza kupasuka vipande vipande. Wengine wanasema twende kupigana na wenzetu walioko Baraka, tumfukuze Baraka Mnyarwanda, tumfukuze Fizi. Mnapotoka Plaine de Ruzizi kuja huku Baraka, maana yake pia ile ngome ya Yeriko, ukuta wa Yeriko unakuwa umebomoka. Tena mnaacha njia walioko kule Bukavu kushuka sasa Uvira, walioko Baraka kuja huku mnachukua Andebari. Na watakao rahisisha mission yote hiyo ni wanani? Ni FARDC wasaliti na wazalendo walionunuliwa pamoja na wanasiasa wenu hao walionunuliwa. Hivi wako kimya, ndo wataibuka kwanza kuongea kama ni wazalendo, kumbe wanamtoa mzee William ya Kutumba na vikosi vingine kule waje huko Ubembo ili tena njia ibaki wazi kule. Sasa cha kufanya ni kipi? Mimi ninapokuwa ninaongea maneno haya huwa siongei kwa sababu nilete taharuki. Huwa ninawaambia watu akili ifunguke.
Hakuna maana yoyote ya vita vilivyoikumba nchi. Vita vilivyokumba nchi, hakuna maana yoyote ya kuzuia. Mara zote ukipigana vita vya kuzuia tu, maana yake hata mcheza mpira, ukiwa we hauna malengo ya kwenda kufunga mwenzako, utacheza tu kuzuia. Unapozidiwa sana na kuzuia, mwenzako akijua unacheza kuzuia, na hata yule ni namba 5 wao, hata baki kule na namba 5 mpaka atapanda aje kuishambulia, mpaka na golikipa atakuja kupiga kona, kwa maana wameshajua ninyi amwendi kwao, kazi yenu ni kuzuia. Sasa mtajikuta mzigo umekuwa mkubwa, hata kama msingefungwa mtafungwa, kwa maana mtaumizana, mtarundikana wengi kwenye boksi, mpaka na penalty mtagusa, kwa maana mmefinyana. Sasa ndicho kinachotokea Uvira. Wazalendo wamefinyana Uvira. Wazalendo wa Fizi wamerundikana Uvira, wa Uvira Uvira, wa Kigongo Uvira, wa Makobola Uvira. Yaani wamefinyana mpaka wanaanza kugusa mpira penalty. Sasa na ndicho kilichowapa hata M23 nguvu ya kuondoa majeshi yao yote kwenye mapozisio zao zote, kuja kufuata wazalendo kule waliko, kwa sababu wao wanajua hatutashambuliwa, kwa maana hawa wazalendo hawapigani kushambulia, wao wanazuia. Sasa twende kule wanakozuia. Haya ni mahesabu mepesi, ayaombi degree, bachelor degree, ayaombe doctorate, ayaombe master degree, ayaombe experience, just kuangalia na unaona ndivyo ilivyo. Kwa hiyo cha kusaidia wazalendo, cha kusaidia FARDC ni kufunguka, ili muwape nafasi na M23 wafikirie na wao kujilinda, sio tu kushambulia. Na wao ndani ya akili yao wajigawe, tutajilindaje, tutashambuliaje. Kwa hiyo kuwepo Uvira, mtu wa Ruzizi, pamoja na misaada inayotolewa, hakutasaidia nchi wala movement mlio isema. Wazalendo ziko position za ambazo unaweza kuambia askari hata 10, na msikia pale pamekamatwa wataumia, pale pamekamatwa wataumia. Wazalendo ni wengi kuliko mfano katika territoire national, province hizi zote mbili, katika territoire hizi lokale hizi ndogo ndogo, Walungu wapi wako wengi, ila coordination, yaani kule kuweka muunganiko wa wazalendo wao pamoja, wafanya operation kama watu waliokuwa na wazo moja, hiyo ndio shida kubwa. Na mimi tena nifanye appel kwa wazalendo na kwa politicien. Kama wewe ni politicien ambaye unasimama na uchungu wa pamoja na wazalendo, basi jitokeze hadharani, mkordone uzalendo, mkordone uzalendo, na wazalendo wawe na communication ambazo ziko na uhakika, wafanye operation kama watu ambao wana malengo na objectif ya kufanya. Na kama kushambulia Nord Kivu yote na Sud Kivu yote itakuwa ngumu, basi kateni kipande ambacho mtakiweza kukisimamia. Kama ni territoire ya Uvira peke yake ndiyo mtaweza ninyi wazalendo, kwa nguvu yetu hatuwezi kwenda popote, ni hapa tu, basi mkate hapo, famike kwamba wazalendo wamejiampare, manake wamejichukulia eneo fulani. Kama ni Uvira, Mwenga, basi chukueni hapo na mseme hapa ndo kwetu sisi wazalendo, hatutatoka hapa, hatutaki wakutuingilia, tumekamata hapa, tutalinda hapa. Hayo mengine serikali ujijue, sisi tumebaki hapa. Na foka Mike aliko na yeye aseme, na mimi vikosi vyangu nimekamata eneo fulani huko, sina nguvu ya kuendelea, na mimi hapa na vikosi vyetu. Basi ama mnaungana, muunganishe maeneo ili iwe moja, alikofoka Mike na waliko wao, mkamate hapo na mtangaze mtakachoweza kutangaza, mnachofikiri kukitangaza mkiseme, na muishie hapo, ili M23 ajue sasa hivi tunaenda kwenye ardhi ya wazalendo, hivi huku siko kwetu. Sasa mkikaa hivyo, amna, mtafika mahala mtashindwa, kwa maana malengo yameanza kuzeeka mliokuwa nayo, objective mlizokuwa nazo zimeanza kuzeeka. Na kwa kuwa zimezeeka,
manake hazitaishi, na zikishindwa kuishi manake zinakufa, na zikifa manake na movement utakufa. Ila kutegemea serikali, msahau kidogo hilo, kwa maana yako mengi ambayo serikali alitakiwa yafanye kwa wakati, ila ameshindwa kuyafanya, na si kushinda au kutaka kuyafanya. Na FARDC wanaojiita wao ndio serikali, hakuna wanachokifanya. Okay, nikitoka hapa nije kwenye taarifa nyingine muhimu sana. Kwa upande wa FARDC, mimi ni shauri sana, uwepo wa FARDC Uvira hauna faida yoyote kabisa. Ninasema kwa analize ninazozifanya. Uwepo wa FARDC Uvira hauna faida yoyote katika movement ya kusekirize Uvira. Ina maana FARDC haichangii hata 1% ndani ya security ya jiji la Uvira. Narudia, ninajua nikiongea habari za FARDC huwa wananipigia simu wengi, wa kila mmoja huwa anaongea kwa namna yake. Tena niseme, presence ya FARDC ndani ya vile ya Uvira haikontribue meme 1% ya security ya vile ya Uvira. 1% hawa contribue mu security ya vile ya Uvira. Kwa hiyo wao kuwemo ndani ya vile ya Uvira FARDC manake ni kwa avantage enemy. Ili enemy asipate avantage ya kwanza ndani ya vile ya Uvira, FARDC atoke. Mnanipigiaga simu magenerals wenu makanali na ninaongeaga na ninyi, tena nasisitiza hivyo. Kama uwepo wa FARDC ndani ya vile ya Uvira ingekuwa na avantage, silaha wangewapa wazalendo. Na kama hawawezi kuwapa wazalendo silaha kwamba ninyi ni raia, okay, sasa nendeni kupigana. Wangeenda sasa wao wanaripotiwa FARDC wameenda kupigana, si mna silaha mnazo, nendeni sasa kupigana. Kupigana ampigane, kumpa aliye tayari kupigana hautaki kumpa, na unakataa kumpa mzalendo silaha kwamba ni raia, hauwezi kumpa silaha jeshi. Okay, yeye silaha mzalendo anayo tayari, na unamuona mzalendo anatembea na silaha, mnakutana anazo. Kwa nini usimnyang'anye mzalendo silaha alionayo? Kama ana haki ya kupewa silaha, kwa nini unamuona anayo silaha usimnyang'anye? Bado unamuona anayo, unamwacha naye, lakini unasema uweze kumpa silaha kwa sababu ni raia. Sasa unamruhusuje raia kuwa na silaha? Wewe ule na haki ya kuchukua silaha, kwa nini usimnyang'anye huyo raia? Manake hilo ndo tunaita lesitopie imbrug. Manake they don't have any motive, they don't have, ils n'ont pas aucun motif. Hawana sababu yoyote ya kueleza kuhusu silaha, ni usaliti A to Z. FARDC ambaye sio msaliti, sisi ndo waende kupigana Uvira. Wanafanya nini? Ndio hilo sawasawa na wazalendo. Kama tunawaelewa wazalendo kidogo, wako Uvira waende kupigana kidogo, ni kwamba wanadai hawana silaha, wanadai hawana vifaa. Sasa lakini hakuna siku ambako FARDC amesema hatuna silaha. Wao wanajivunia, sisi ndio tunawasaidia silaha, sisi ndio tunawapa silaha, mkitufukuza sasa silaha mtapata wapi? Kumbe mnazo za kazi gani? Sisi wale walioko Bukavu ni raia kama walioko Uvira, wapo mikononi mwa adui. Mzazi uwezi kutulia kimya, watoto wako 5 wamenyang'anywa na majambazi, ila umebaki na mtoto wako mmoja au wawili, ukasema nitalinda hawa wawili wasije kunyang'anywa. Kwani hauwazi kwenda kugomboa watoto wako walionyang'anywa, watoto wako walio kwenye shida? Utakuwa mzazi wa aina gani? FARDC quelle volonté? Una volonté gani? Ya watu wa Uvira ndio mnajua kuwalinda, ndio wa maana. Wa Bukavu sio watu. Kwa hiyo tena niseme kwa sauti kubwa, uwepo wa FARDC ndani ya Uvira hawana motife yote ya kuongea alafu wakaonekana wameongea jambo